uwe yule kiongozi anayefanya siye wa kawaida. Lakini pia tukasema ufanye nini ingine? Uwe na nini? Na watu. Bwana asifiwe. Na 3, uwe mtu wa kuthubutu. Tuliwaona wale wakoma walithubutu. Mtu anayethubutu, hata mazingira yakikuhubiriaje, wewe unajua unachotaka ukipate, unajua unakotaka ufike, unajua unakotaka uende, utathubutu hata kujihatarisha. Jamani, tunapochukua mifungo mikubwa, kujihatarisha sio kujihatarisha. Tunaweza kujihatarisha kwa njia mbalimbali, lakini ili mradi tutoke kufanya vitu vya kawaida. Maana Mungu wetu sio wa kawaida, ndio maana kila siku anatushangaza. Anafanya vitu visivyo vya kawaida. Anafanya vitu visivyo vya kawaida akifanya na wale walioamua kutoka na kuhama kuwa viongozi wa kawaida na kuwa viongozi wa tofauti. Katikati ya viongozi wa kawaida waliojaa, wewe chomoka, uhame hapo, uwe kiongozi wa tofauti, mwenye uwezo wa kuthubutu. Bwana Yesu asifiwe. Kuthubutu ni kufanya vitu usivyowahi kuvifanya. Kwa mfano, kurugenzi alikuwa anaongea jana. Unajua kila kinachosemwa hapo huwa unadaka, ni fundisho. Tukiondoka kule unaenda unafanya kama vile ambavyo ilivyo. Jana kiongozi wetu alisema, mimi nilikuwa ile kutoa milioni 2, lakini nikathubutu. Mpaka sasa nimemaliza milioni 2, nikasema Mungu tu nisaidie na mimi kote iliyobakia kidogo na mimi nimalize. Jamani, Bwana asifiwe. Amethubutu. Pakubwa sio padogo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama kiongozi unaenda na mzigo mkubwa, huupunguzi nguvu kwa sababu ya uwezo wako. Unaamua kuthubutu. Maana Mungu hafanyi kwa sababu wewe ni tajiri, ni kwa sababu umemwamini. Kwa hiyo hata katika zile karatasi, mimi ninaamini kabisa kuna watu wamethubutu. Hela za sikukuu zitakuwa hii. Bwana asifiwe. Kuliko ambavyo umewahi, kwa sababu si umehama kuwa kiongozi wa kawaida na kwenda kuwa kiongozi wa nini? Wa tofauti. Nilikuwa nawasoma watu fulani, tusome pale katika eneo la kuthubutu, Wakorintho wa 2 sura ya 8 mstari ule wa 3 hadi wa 5. Hebu ukifika soma tu chapu. Wakorintho wa 2 sura ya 8 mstari wa 3 hadi wa 5. Wa 3 hadi wa 5. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakiomba sana pamoja na kusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili ya kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Hata tukamuonya Tito kuwatia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na upendi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi, basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Ineni ili kuamuru, bali kwa bidii ya watu wengine mjaribu unyofu wa upendo wenu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Paulo anasifu utoaji wa watu. Anasema hawa watu walitoa katika uwezo wao na zaidi ya uwezo wao. Walithubutu. Yumkini walikuwepo kweli waliotoa kwenye uwezo wao, lakini walikuwepo ambao walikataa, wakafanya zaidi, wakathubutu kuliko ambavyo kina Paulo walitegemea. Hawa bwana si wako hivi. Jamani, usitake mtu akukadirie. Hebu jitazame katika macho ya kimungu. Tukisema jamani, kule sijui Chunya kule kusini kumeshanogaga siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Labda jimbo fulani, na unajua kabisa watu huwa wanafikiriaga
wewe mipaka yako ni hii, huvuki, huwezi kufanya zaidi. Hebu mruhusu Mungu thubutu, Mungu atushangaze. Sisi ambao tumezoeaga ripoti zako ni za hivi hivi, ondoka hapa na upako mpya wa kuthubutu. Mungu anafanya na wanawake na viongozi walioko tayari kuthubutu. Tunapoacha kuthubutu, tuna underrate, tunaweka uwezo wa Mungu kama ni wa kawaida. Sisi sio viongozi wa kisiasa, sisi sio viongozi wa aina fulani, sisi ni viongozi wa kisiasa wanafanya katika mipaka ya bajeti na uwezo wa nchi yao. Sisi tunafanya katika mamlaka ya kimbingu, katika uwezo wa kimungu. Mungu wetu anawezesha, anaweza kututoa mahali pa unyonge, mahali pa mavumbi, mahali pa utupu, mahali pa kuwa sina, mahali pa uduni, na kutufanya kuwa watu tofauti. Amen. Na uwe hivyo katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo hao walithubutu, hawakutaka wakufungwa na ile hali ambayo watu wanawajua kwamba wao utoaji wao ni wa kawaida. Na kweli usipokubali kuhama, utafanya vitu vya kawaida mpaka na mbingu inakushangaa na kushangaa. Hivi huyu mtu mwenye Mungu mkubwa hivi anashindwaje kutoboa? Anashindwaje kuthubutu? Anashindwaje kupenya? Anashindwaje kufanya kwa viwango vya juu? Jamani, uwezo wa Mungu ni mkubwa. Haulinganishi mazingira yetu yasituathiri. Usiwaangalie wale watu kwa kuwahurumia. Jamani, mimi hawa watu maskini watatokaje wakati hauthubutu? Wewe utakavyokuwa unawachukulia, ndivyo na Mungu atakavyowatoa kwenye uduni na kwenye ukawaida, watakuwa watu tofauti. Jamani, WWK ni idara ya kutubadilishia sio maisha tu ya kiroho na maisha yetu kwa ujumla. Utumishi, tukiamua kujidhabihu, tukiamua kuthubutu, unabadilisha historia. Unaleta baraka kwenye familia zetu, unaleta baraka kwa watoto wetu, unaleta baraka mahali tuliko. Thubutu, maana hupotezi. Haleluya. Utakaa hapo mpaka lini? Wakoma walikata shauri. Huu sio muda wa kukaa. Wewe unawakalisha watu wa Mungu, unashindwa kuchukua hatua, unawahurumia, alafu unawapigia watu wengine makofi. Tutakupigia wewe lini makofi? Huu ni wakati wa wewe kushangiliwa, ni wakati wa wewe kutushangaza. Chukua hatua, nyanyuka toka hapa uliko. Hapa uliko siko kwako. Wewe ni mtu wa kufanya mambo makubwa. Wewe ni mtu wa kufanya mambo ya kishujaa. Wewe unaitwa jeshi. Jeshi gani linalogaragara kwenye mavumbi? Jeshi gani linalotambaa hapa uliko? Nyanyuka, Bwana anakutegemea. Sio kwa nguvu wala kwa uweza, ni kwa Roho wa Bwana. Haleluya. Rinda ramashekende, rinda ramanda ramasikende. Haleluya. Hatujaitwa kupepeana, tumeitwa kutiana moyo. Nyanyuka na mimi ninyanyuke. Wakinyanyuka wa kusini, wakinyanyuka wa kaskazini, wakinyanyuka mashariki ya kaskazini, mashariki, kusini, mashariki na kati na magharibi na ziwa, lazima Mungu atukuzwe. Umekuja kupanga mpango kazi wa mwakani, sio ili ukaufunike, ili ukakuangaishe. Panga mpango kazi wa kuthubutu. Namwambia Mungu, kwa kuwa amesema na mimi ni thubutu, naweka vitu vya kuvuka mipaka. Sikubali kuzuiliwa na mazingira ya kiuchumi. Sikubali kuzuiliwa na mazingira ya kijiografia na maneno yaliyonenwa juu ya jimbo langu. Mimi ni mwanajeshi, mimi ni jeshi la Bwana. Wale ambao wanaonekana kama wanyonge wakimpata kiongozi, rinda ramayandere biseke. Haleluya. Naomba nitoe mfano kidogo. Hebu jua wamama wanne hapa. Simama hapa chap. Dakika zangu zimehesabika. Chap.
wanne. Haya, wakijivuta wanne wengine. Haya, wakijivuta wanne wengine. Simama hapa hivi. Simama hapa. Nenda nyuma hapo. Simama hivi. Hivi. Nyuma. Wanne wengine, nimesema 4 mara 2. Mstari wa kuja hivi. Haya, ndio wengine mstari wa kuja hivi. Haya. Kaa hapa hivi. Mstari wa kuja hivi. Wale wengine tunaamini kwa hapa hivi. Wengine pale. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Hapa hili ni jeshi linaongozwa na kondoo, lakini hawa watatu ni simba. Simba wangapi? Kondoo wangapi? Haya, simama hapa. Hili ni jeshi linaongozwa na simba, na hawa kondoo wangapi? Kwa hiyo hii ni 300 jumla ni ngapi? Na kule 300 jumla ni ngapi? Lakini kiongozi wao ni nini? Na huyo kiongozi ni nani? Fumba macho nione hilo jeshi, niambie jeshi gani hata hawa wataingia kupigana. Simba ni mmoja, kondoo ni wangapi? 900. Na hapa kondoo ni simba ni wangapi? 900. Wanakwenda kupigana. Jeshi lipi linashinda? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo draw inasema endelea mbele mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utaelewa, usiondoke. Huyu hapa ni nani? Hawa ni nani? Simba. Kondoo anaenda kwa simba wake. Jamani, hivi mnafahamu? Si nimetoka kule kwenye kikao. Nilifikiri mwaka huu ni nafuu. Mkurugenzi ndio kabisa kakanyajia tena mafuta. Hivi tutaweza? Mimi ninashangaa, nimewaita tu hapa mjue kama nimetoka kwenye kikao, mambo ndio kama hayo. Haya, huyu hapa anaongoza makondoo, wanategemea. Sasa utuambie tu jamani, lakini sisi hatujui. Jamani, mwaka huu ni wa kuthubutu. Huu ni mwaka wa kuthubutu. Nimetoka kwenye kikao na wivu. Nimetoka kwenye kikao na mzigo. Kama Bwana aishivyo, yule Bwana anayewafanyia majimbo mengine atafanya na kwetu. Ninawatia moyo, msikate tamaa. Tunaweza. Mungu yuko upande wetu. Mungu anaweza kutubadilishia historia. Mwaka huu ni wa kushangiliwa. Haleluya. Haya, mkakae. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiongozi mwenye kuthubutu, wale wanawake wanakusubiri, wale wanawake wana njaa, wanataka kumsikia kiongozi wao. Haleluya. Uwe kiongozi wa kuthubutu. Usiwe kiongozi kondoo anayebadilishwa na wanawake wakisema sisi hatuwezi. Anasema kweli hatuwezi. Hata mimi nilijua hivyo. Mama fulani anaenda kupepo kama hivi ambavyo hawakupiga kura, wanasema kulia twende, kushoto twende. Unafikiri ni sawa sawa? Lazima uwe na sense. Lazima uwe na msimamo kama kiongozi. Maana una neno la Bwana, umeagizwa, una kazi ya kufanya. Lile jimbo linakutegemea wewe. Umeaminiwa na Mungu, umeaminiwa na jimbo lako, umeaminiwa. Leta mabadiliko. Haleluya. Kwa kweli lazima tuhame. Mimi mwenyewe hapa najiombea, lazima nihame. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo uthubutu ndio huo. Sasa uchague leo. Uwe na watu wengi wanatamani wataka kuvukia huko juu. Kwa sisi tunataka tufanye vizuri.
lakini wewe umekaa pale tu. Jamani, Bwana asifiwe. Hutaki kuchukua hatua, hutaki kuthubutu. Jamani, na mimi nimepata mkurugenzi mzuri. Tulikuwa kwenye kikao juzi, tukaongea, watu wakapata mori. Akasema, sasa mimi kama Esther. Bwana Yesu asifiwe. Ninaanza kongamano la mwakani. Maana watu wamekuja wamekasirika. Mtunza hazina wangu akasema, mama, haiwezi kuwa hivyo kama mimi ni mtunza hazina. Yaani ule umisheni ndio sisi tulitoa jimbo la Ruchakati. Kwa sababu ipi? Nikamwambia nilipata natetemeka takata kuandika, lakini basi nilikuwa katika hapo mbele kwa naangalia yalienda kama yalivyoenda. Akasema sasa tunaanza na ya mwaka kesho wa jimbo. Akasema mimi kama Esther peke yangu mimi naanza na 500,000 umisheni wa mwakani. Tukasema kila mwaka tutakuwa tunaweka sisi kwanza kamati. Tuseme tunataka kwenda wapi, alafu na mwaka mwingine tunaanza sisi tena kwa kuongeza kwenda juu. Kila mwaka lazima twende juu. Wakatokea na wenzake wengine 500,000. Mmoja akasema mimi ni 1,000,000. Sasa kweli kiongozi angejumba pale. Maana kwanza alivyoanza mimi kuna kema nasema lazima tutasema kwa jina la Yesu. Roho ya ujasiri kwa jina la Yesu. Akasema yeye kamati pale tulipata hela nzuri. Yaani hapo tu bodi ya jimbo. Baada tukaambia kwa moto huu unaendelea kwenye section. Toka huko nenda kwenye tawi. Jamani, tukifanya hivyo nini kinatuzuilia? Yesu si ana watu. Tunawakawiza watu kubarikiwa haraka. Tunawachelewesha watu kupata hatua za mabadiliko. Tunawachelewesha watu kukutana na Mungu. Tunawachelewesha watu kuwa na ushuhuda. Kwa sababu kiongozi kondoo yuko mahali fulani, anaangalia tu pepo unavyoenda. Biblia inasema anayeangalia upepo atafanya nini? Angalia mawingu atafanya nini? Hatapanda. Maana wewe unaangalia mawingu. Lakini sisi tunajua tunaenda na majira. Haya ni majira ya kubadilika. Haya ni majira ya kuthubutu. Haya ni majira ya kuchukua hatua. Haya ni majira ya kufanya mambo makubwa ya kushangaza. Jamani, niwaambie ukweli. Mimi ni rafiki wa makanisa mengine. Nilivyokuweko FPCT na EAGT walikuwa wanapenda kuja kwenye shughuli zetu. Walivyodaka, nenda kwenye sikukuu zao. Yaani ilikuwa tu sikukuu mwenyekiti amekuja kututembelea, huyo mtu kutembea wanaangalia wanachukua hizo. Jamani, wanafanya vizuri. Wanavyomtegemeza mchungaji ni vizuri. Sisi tunaacha mambo ya msingi ya baraka kufa. Wenzetu wanadaka. Nakwambia kabisa. Wanadaka na wanafanya katika utukufu mwingine. Thubutu. Kuwa mtu wa kuthubutu. Usiweke mipango kwa unavyoviona. Weka mipango kwa namna unavyomwamini Mungu. Weka budget kwa kumwamini Mungu. Iatamie. Hakuna kufanya yatamia vizuri asitotoe. Haleluya. Nilivyokuwa naliendelea kulisoma somo langu nisikia tukuongezea hapo. Nilisema uwe kiongozi mwenye mahusiano. Mahusiano na Mungu kwanza kabisa, wala usichakachue. Usijifiche kwenye kivuli cha kuwa kiongozi. Parapanda Italia mkurugenzi anatuambiaga utabana wapi? Kataa. Hatujaitwa tutumike tuishie hapa. Tuna ajenda ya kwenda kurithi ufalme pamoja na Bwana. Kuna makao yameandaliwa kule. Kwa hiyo tengeneza mahusiano. Lakini tengeneza mahusiano na waliokuweka, nilisema sana jana. Si ndio Msifikiri kwamba kwa sababu mimi ni mama askofu, ni kwa sababu ninayo kwa moyoni. Bwana asifiwe. Amen. Tengeneza pia mahusiano na wale unaoongoza nao. Kwa kweli hapa tunaomba niwatie moyo. Wale unaoongoza nao, makamu wako mkurugenzi, katibu wako, mtunza hazina, tuangalieni sisi kiongozi wetu anajitahidi. Bwana asifiwe. Amen. Tengeneza mahusiano na watu unaowaongoza. Ongoza kwa kujiamini wewe ndio mkurugenzi, wala sio mtu mwingine. Kama wewe ni mkurugenzi, usisimamie vibaya. Usitumie nafasi yako vibaya. Wenzako wakafanya na wewe hawana furaha. Mungu atusaidie sana.
vipawa vyao, vitumie. Tambua uwekezaji wa Mungu ndani yao. Ndio maana Mungu amefanya nini? Amekuletea hao watu. Watakapofanya vizuri, wewe kama kiongozi unang'ara na Yesu anang'ara. Ukiwakanyagia chini, wewe peke yako ndio unafanya, hakuna utakachokiona zaidi. Lakini makamu akifanya nafasi yake, si mnaona hapa sisi, mara mama makamu simama, mara fulani fanya hiki, mnamwona yeye anafanya utunza hazina. Lakini unamkuta mkurugenzi anakaa na kipochi yako, mara nyumbani kwako kuna panya zimetafunwa, utashangazwa. Mungu atusaidie. Ongoza na hao wenzako, waamini, wafanye nafasi zao kwa uaminifu, usiwakanyagie chini. Unajua makamu wako ana kipao fulani, unakikanyagia asije akainuka. Hakuna mtu anakaa kwenye nafasi ambayo Mungu hajamkusudia. Na hata ukimkanyagia, siku ikiisha utasema bye tu. Haleluya. Kwa hiyo tengeneza mahusiano na timu yako. Tambua vipawa vyao, tambua nguvu yao, ndio ya kukusaidia kwenye huo uongozi. Jamani, mimi nimekuwa na watu, nilivyokuwa section, nilikuwa na makamu mwenye nguvu ya uandishi, lakini makamu. Katibu wangu ni mhamasishaji, hana namna ya kuandika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu mimi nilijua nguvu yao, mimi nikawaambia, bwana mwandishi ni wewe makamu, kwa hiyo wewe mama utasoma. Akafurahi. Nimemfichia aibu yake, sijamdhalilisha. Kwa hiyo wakati wa kuchukua kumbukumbu, makamu wangu anaandika naye anajiandikia, tusikatibu. Lakini makamu anazitengeneza wakati wa kuzisoma. Alikuwa anapenda kufanya video yake. Katibu wangu, tena unamjua. Sasa kumekuwa section moja. Anasema kama tulivyokubaliana, kumbukumbu fulani, namba fulani, yani hivi ukipa kwa masicha ni hivi. Lakini uandishi hajui. Utamng'ang'ania andikaje tu, hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu tulikuwa tunafanya kama timu, udhaifu wa mwenzetu ni wa kwetu, tunaufunika. Bwana Yesu asifiwe. Na anafanya kwa furaha, kwa sababu anajua kuna mtu anamdharau. Mungu ametuletea mhamasishaji. Lakini kuandika ametiwa, sasa hivi wanasema haipo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi kama timu tulifanya watu wakajisikia vizuri. Watu wanajua pale anayesoma katibu wetu yuko BA. Lakini ni mwandishi, ni makamu ndio mwandishi. Tukiwa tunaenda kwenye makongamano, hawawezi. Mimi ndio naandika jumbe. Namuomba mume wangu nisaidie kupitia hizi jumbe za wanawake na wapelekea. Wanaenda kuomba upako, lakini ujumbe wao unataka kiongozi wako akaibikie kule ili waonekane ni super. Haleluya. Wao tulikuwa tunafanya hivyo. Na Mungu akatusaidia. Mimi nilivyokuwa jimbo, makamu wangu ni fire, ni mwinjilisti. Nikamwambia tutakuwa tunainua wainjilisti wapya, lakini wewe utakuwa kinara chao, unasimama pale unawasaidia. Tunataka tukusukume mpaka ufike taifa. Haleluya. Unaonaje makamu wako ndio kiongozi, yani ni mwinjilisti wa kitaifa, alafu una sehemu ya kumkuza? Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Tumia uwezo wa watu wako. Kila mtu ana nguvu fulani kama kiongozi. Ijenge timu na tumia uwekezaji wa Mungu ndani ya watu wako. Mwili wa Kristo ujengwe, matokeo makubwa yatokee. Matokeo mengine yumkini hayako, maana wewe ni mbinafsi. Hauruhusu vipawa vingine vitokee. Na usishie kwenye jimbo, angalia kwenye section. Tambua vipawa vya watu kule kwenye section. Namshukuru Mungu, mimi section yangu nilivyokuwa mkurugenzi wa, kabla sijawa mkurugenzi, niligawa section kwenye makanda. Na tulivyokuwa jimbo, viongozi wote nilitambua kipawa chao. Esther yule pale alikuwa kiongozi, hajia mwenye kiti, hajia kwenye section.
alikuwa nani kwenye nani? Alikuwa nani? Alikuwa section, lakini kwenye jimbo tumempa kitengo fulani cha kusimamia. Wale wote ambao walikuwa kwenye vitengo karibu wote wako kwenye section ama jimbo. Anaijua cheo chake cha kipindi hicho, lakini mimi sikijua. Lakini namwangalia huyu ana uwezo, tukimweka hapa kiwa anafanya, kesho tuna bonge la kiongozi. Sasa sisi jimbo ni nani limegawanywa, anaulizwa, sina shida. Nasema jaribu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema hivyo, sema hivi, huyu anaweza kufanya hivi. Rehema nilijua nguvu yake ilikuwa ni ya fedha. Nikamwambia askofu, huyu hapa mkiweka kwenye fedha anaweza kufanya hivi. Lakini ya Mungu nimeingia kwa kujenzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilijua uwezo wa kila mtu. Kumbe alikuwa naye ni bonge la mkurugenzi. Kwa sasa unapofanya hivyo, umepewa kukuza vipawa vya watu. Na hivyo vipawa kadri vinavyokuwa ndivyo vinavyokuza jimbo lako. Watu wanapenda kushirikishwa, watu wanapenda kufanya. Ukilifanya jimbo linakwako kama hivi, uona hatimiliki ya shamba lako, usifikiri kama kuna kitu kinatoka. Haleluya! Umepewa fursa watu waukumbuke uongozi wako. Uliwainua, ulithamini vipawa vyao, ulithamini wakezaji wa Mungu ndani yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Vita vingi kwenye majimbo uko na mwenzangu, tunajua mimi na mimi nilikuwa huko. Hata na mimi sio kwamba nilikuwa superstar. Kwa kweli nilikuwa tunashindwa mambo mengi kama wanadamu. Lakini najitahidi, nikigundua tunatakiwa kufanya hivi najitahidi. Sio unajua alafu endelea kujadiliza watu. Haleluya. Amen. Vita vingi kule, kwa nini kamati zingine hazifanyi vizuri? Wewe mwenyekiti wao ndio kila kitu, ni multipurpose. Ni kila kitu. Wewe ukiamua unakuwa makamu mkurugenzi, ukiamua unakuwa katibu, ukiamua unakuwa mtunza hazina, na tena ndio nafasi tamu nzuri zaidi. Yuda hakuiona mbingu. Bwana asifiwe. Amen. Inajenga kutokuaminiana. Ondoa hizo hali za kutokuaminiana. Hata kama mtu wako naona kwamba fulani ana roho yake fulani, ita vikao, ongea kwa uwazi. Wewe ndio mwenyekiti. Sema jamani, hii hapana. Hatutafika, hii hapana, hatutafika, hii hapa. Wakijua msimamo wa mama wa ile jimbo, watakaa sawa. Sasa unaweka kinyongo, unasema mimi atanitambua mimi sio mkurugenzi. Na mpaki pale. Unapaki na vipawa vyako ambavyo vimepewa na Mungu, jimbo halitafaiti. Funika yale madhaifu yake, msaidie, lakini chomoka na kile kilicho kizuri, jimbo lijengwe. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini katika mahusiano pia, usijali kazi tu. Hunda aumie mzigo, fanye nini? Unataka wafanye tu kazi. Unataka tu wafanye kazi. Jamani, mahusiano yanaenda zaidi ya kazi. Kuna siku kamati yako, kuna mtu ni mgonjwa, mjulieni hali, mfunikeni, asikie joto la kamati. Kuna siku amefiwa mmoja, jamani, wewe mkurugenzi ndio uko pale, kamati yetu tumefiwa. Kuna kitu cha kufurahisha, tumefurahi wote. Hiyo inaleta mahusiano ya karibu, watu wanafanya kazi kwa kuthamini kazi zaidi na kujitoa zaidi, maana wewe unawajali wakati wa matukio pia. Mwenyekiti, makamu wako anajililia pale kwa sababu huna amani naye, unakwenda kama mtu wa kawaida. Au ana shughuli inashirikiwa na watu wengine, wanaenda kikawaida. Haifai. Yaani matukio kama hayo yanamtambulisha Kristo kwamba sisi kweli WWK. Jamani, Bwana asifiwe. Mwenzangu mimi juzi niliumwa, mpaka niliona aibu. Alafu nikasema kwani nimeumwa sana hivyo? Mkurugenzi wangu huyo, mama wa watu, katibu wangu, Mungu ananiambia wewe usingemwambia usisema na safiri. Lakini amekuja ameniona. Mtunza hazina amekaa kuanzia saa 10 anampokea katibu, anaenda kufanya operation na mtoto wake ni mgonjwa nda Muhimbili. Amenichukua amesimama mpaka nimetoka operation. Mtoto wangu amepelekwa Muhimbili, huyu dada yuko pale. Bwana Yesu asifiwe. Mama yeye alikuwa karibu.
kidogo makamu wangu huyu hapa. Jamani, natiwa moyo. Na kwa sababu hiyo na wanabodi nao wa kule Dar es Salaam. Sasa mmoja akasema, jamani, niliwahi kulazwa hapa Manyoni. Nimekaa, yaani tulikuwa tumeenda tu kwa check up. Niko hivi kama nilivyo hivi. Na mume wangu yuko hivyo na dress. Nimekaa siku ya kwanza, ya pili kama wakoma. Mbona tusipotoka tutakufa msibatu gani hii? Nikasema ngoja nipige simu nimuulize. Nikamwambia, nani hii? Rebecca, najua mimi nimelazwa hapa na mtoto. Katibu wangu amelazwa kabisa. Yaani akaja na timu hapo imevaa sare hospitali. Kwa kukomesha zaidi wamekuja wamevaa sare kama wanawake 6. Alafu wamebeba mahotpot. Wamebeba mahotpot, alafu wamebeba na bahasha. Kumbe humo kuna wafanyakazi ni wa TAG. Baada ya hapo tabu yangu ikaisha. Tukalaza mtoto akapona, tukaondoka na kwa mchungaji tukapajua. Kwa hiyo nikienda mimi kwa check up ya mtoto, napita kwanza kwa makamu askofu. Sijui makamu askofu napita kwa makamu askofu, na mimi lazima nipeleke sadaka fadhila zote hizo. Kwa lazima na mimi nipitishe kitu. Jamani, Bwana asifiwe. Inaleta raha. Sivyo jamani? Unajua uongozi utaisha, mahusiano yatabaki. Haleluya. Mahusiano yatabaki. Hapa tumetengenezewa dada mama. Ukienda kila mkoa, mimi nasema nikienda kila mkoa mimi mwenzako mimi nina ndugu. Nitalala. Nitakunywa. Sitapata shida. Juzi tu kuna ndugu yetu mmoja, kijana amepotea na kimbia mtihani wa kufanya shule kwa tupewa leseni ya pharmacy. Amepotelea Mtwara. Nikamwambia mimi kule nina ndugu. Nikampigia mama Mlaponi. Shughuli imeisha. Bwana asifiwe. Shughuli imefanya nini? Kwa hiyo gani mahusiano? Kwa sababu kuna siku mimi sio katibu mkuu lakini haleluya. Bwana asifiwe. Mimi hapa nikiamua kuja hapa kwa mkurugenzi wangu nalala. Naamua kwenda Dodoma kwa Teddy nalala. Naamua kwenda kwa nini? Ni simu tu. Juzi mimi nikanipigia dokta. Akaniambia mwenzako mimi niko Arusha. Nilisikitika. Nikamwambia niko ofisi ya Dodoma ndio niko na huyu dada mgeni. Akasema jana nilikuwa najishauri. Nikamwambia jana yote nilikuwepo singejishauri. Alafu alipokuwepo ni karibu na nyumbani kwangu. Si unaona? Tupendane. Bodi hii mahusiano. Kwenye jimbo mahusiano. Ambukiza kwenye section. Ambukiza kwenye matawi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu hiyo, hakikisha una kama kiongozi mkuu kwenye lile jimbo. Hiyo roho ikujae, uiambukize huko. In fact kiongozi wetu ameshatuonyesha. Ni misiba mingapi mama watu kila siku amekufa mkurugenzi huyu. Bwana asifiwe. Kuna changamoto fulani huyo. Unafikiri yeye sio mke wa mtu? Unafikiri yeye hana mwili wa kuchoka? Unafikiri yeye hana mambo ya kufanya? Ameamua. Haleluya. Maamuzi yana nguvu. Maamuzi yana matokeo. Maamuzi yanakupeleka kwenye hatua nyingine zaidi. Jamani, jina la Yesu litukuzwe sana. Haleluya. Ninasikia kwa nini nautoa mfano wa mama askofu wangu sana, kwa sababu kwa kweli mtu ambaye nimefanya naye kwa karibu. Yule mama alijali mahusiano. Aliwajua watoto wangu majina. Nikimpigia simwambia Prosper jambo, Praise ya jambo, Eze. Alafu kila Christmas alikuwa anakuja nyumbani kwangu. Tena anakuja na baba askofu, alafu anakuja na kadi. Alafu anakuja na mipira ya watoto wako. Watoto kike anaka kitu ka kike, hawa wana mipira, hawa wana nini? Alikuwa anataka tena Prosper anapenda mpira, huyu anapenda kitu fulani, yani hivyo. Kwa hiyo mimi kati ya watu ambao waliumia mama alivyomtoa, baba alivyomtoa yule mama. Yo. Ili ni sio ile ya kinafiki. Sasa
mpaka mimi nimemaliza ukurugenzi bado ananifuatilia. Ananiaga ananiambia, sasa wewe ni katibu mkuu, una mambo mengi, tunakupa hii washing machine ya thamani na ni kubwa, unafua inakausha nguo yenyewe, ili usipungue kwenye familia yako, nguo za baba ufue. Yani sasa hayo mahusiano yataanza kuniondolea. Na mimi nilikuwa nikija, kwa sababu kama nikija huku nilikuwa najua anapenda zile rozero, anapenda ukwaju, anapenda na ubudu, lazima niende sokoni nimkashie mamangu. Siku ambaye alienda Nairobi sikuje kuongea naye tena ya mwisho, ananipigia sasa, anambia unajua niko wapi? Niko mpakani hapo, nimebeba zile zawadi zako bwana. Nimemnunulia na kikapu kizuri nawekea pale. Unafikiri kwamba yani jamani mwenzenu niwaambie tu kweli, mahusiano yanalipa. Amen. Juzi mimi ni mama alishaondokaga, nilipokuwa nimelazwa, yule baba askofu wa hilo jimbo ambalo mimi nilikuwa mkurugenzi akasema alikosa furaha na familia yetu. Akatuombea sana mpaka akapiga simu. Akaambia mke wangu tuko naye huko tunafanyia operation. Akatutumia haya. Kama ningekuwa niko tu napambana na mama askofu. Unakosa hata vya mwilini, hela vya mwilini tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi tuendelee kidogo. Na dakika zangu kidogo hizo hapo, tuendelee. Kwa hiyo jali kamati yako. Ukijali kamati yako section pia sitajali. Kwa hiyo mwili wa Kristo hautakuwa na maumivu. Watu watamtumikia Bwana kwa furaha. Watu watamtumikia Bwana wakijua tuna kiongozi anayetujali na kututhamini. Amina. Tena kwa sawa, usifanye kwa upendeleo. Tena pale ambako pana nani ndio weke nguvu kubwa. Maana hiyo nguvu, pendo na nguvu kuliko nini? Mauti. Si ndio jamani? Usipigane kimwili, tumia Biblia. Kama upendo na nguvu kuliko mauti, si utumia upendo. Hata hao waangalizi wao hujawaamulia tu. Wameukosa upendo wako, hawaoni, wanaona tu kazi. Toa, 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 toa. Haleluya. Geuka. Upendo unalipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye kamati weka wazi, hata mambo ya fedha kila mtu aelewe. Umeuza vitenge, usemi faida kwa kamati. Mimi kuna jimbo moja nipigia siku nikasema nikamshirikisha mtunza hazina. Sasa mtunza hazina hapo nasikia kuna noma. Sio wanasemaga hivi. Yaani hele inauzwa, yaani vitenge vinauzwa lakini kuna nia asemi. Sio wewe lakini. Hasemi kwamba kuna faida, anasemaga inauzwa tu, yeye anauzaga tu. Kabisa. Anauzaga kamati haijui kabisa. Sasa baba askofu ananiambia, lakini ni mzuri, ila kwenye hilo eneo amepelea tunafanyaje? Nikamwambia hilo eneo linakuhusu baba askofu, akasema labda tumtume vitenge kwa mtunza hazina au kwa katibu. Nikasema hapo tunavukaje hapo? Tunavukaje mpaka hapo? Akasema nitakwambia. Sijui mtunza hazina mtuma wapi unajua, lakini taarifa mimi nilifikisha. Bwana asifiwe. Sasa wakajua kwenye watu si wanaongea, wakajua kwa majimbo ya jirani. Watu hawako kwenye kisiwa, yaani jimbo lako aliko kwenye kisiwa. Ni afadhali uongoze katika uwazi na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa kiongozi wa tofauti, nimesema ni kuwa vile ambavyo hujawahi kuwa. Uwe vile ambavyo hujawahi kuwa. Tumesha kuona ulivyo. Sasa ili uwe wa tofauti, kuwa vile ambavyo hujawahi kuwa. Ili uwe ambavyo hujawahi kuwa, lazima ufanye vile ambavyo hujawahi kufanya. Uwe vile ambavyo hujawahi kufanya nini? Kuwa. Na ili uwe vile ambavyo hujawahi kuwa, fanya vile ambavyo hujawahi kuvifanya. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasoma kwa wakati wako wa Kolosai 3:23
hadi 24. Maana ukifanya ambavyo kila mtu anafanya, utakuwa sawa na wao. Yaani ukifanya ile ya kawaida kila mtu anafanya, utakuwa hivyo hivyo. 3:23 hadi 24. Na kama ukifanya au kama ukiwa mtu wa kufanya yale ambayo umekuwa ukifanya, utapata yale yale ambayo huwa unafanya nini? Unapata. Ukifanya yale yale ambayo huwa unayafanya, utapata matokeo yale yale. Kwa hiyo lazima ufanye tofauti. Ili uwe mtu wa tofauti, fanya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na kutia moyo, kila kitu kabla ya kukifanya kinawezekana. Kila kitu kabla ya kukifanya kinawezekana. Wafilipi 4 ngapi? Wafilipi 4 ngapi? Inasema nini? Mbona wewe unashindwa kabla hujaanza? Yaani umeshaona mkutano ule vile ambavyo hauwezekani. Umeshaiona ile timu yako vile huwezi kuikusanya. Na hujafika. Unashindwa kabla ya kushindwa. Yaani wengi huwa tunashindwa kabla ya kushindwa. Lakini Biblia inatuambia jambo lolote kabla hujalifanya linawezekana. Kwa sababu tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Usikubali kushindwa kabla hujashindwa. Chukua hatua, thubutu, ili ufanye mambo ya nini? Yasiyowezekana. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda nikutie moyo kwamba hatufanyi wenyewe, kwamba hatuko peke yetu. Tunaye Bwana ambaye hajawahi kushindwa. Tunaye Bwana ambaye ametoa maji mwambani. Tunaye Bwana ambaye aliwahi kuigawa bahari ya Shamu. Tunaye Bwana aliyekuangusha ukuta bila mafundi kuusukuma. Anaishi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Isaya, unahitaji hiki kitu. Kweli hiki, ili haya yatokee ambayo tunayasema. Kama kiongozi ipime. Kama kiongozi tumruhusu Roho Mtakatifu atusaidie. Biblia inasema hivi, Isaya 32:15. Hata Roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu, hata jangwa litakapokuwa shamba lizalo sana. Nalo shamba lizalo sana litakapofanya nini? Litakapohesabiwa kuwa msitu. Hata Roho atakapomwagwa juu yetu, ili ubadilike, ili uwe mwanamke kiongozi wa tofauti ambaye hajawahi kuwepo. Tumesema si kwa nguvu wala kwa uwezo, ni kwa Roho wa nani? Ruhusu Roho wa Bwana amwagike juu yako. Unakihitaji hicho kitu. Na Roho Mtakatifu akija juu yako, Biblia inasema jangwa linageuka, mahali pakavu panageuka, mahali ambako hapajawahi kushangiliwa watu wanapashangilia. Kwa sababu gani? Roho wa mabadiliko amekuja. Hiki ni kipindi cha uamsho. Ni miaka 13 ya uamsho. Ili haya mambo yawezekane, mtafute Roho Mtakatifu. Kiongozi na kutia moyo. Tukianza kuomba, wenzako tuko kwenye ibada, wewe unaangalia saa wanawaliza tangazo, unafanya huko bize kuandika, unafanya bize kupokea, kumbe una roho. Tujaze Roho Mtakatifu. Huyo ndio atakayegeuza ule Biblia inaonyesha hapa. Kumbe tunaposhindwa ni jangwa. Kwenye jangwa hakuna cha kuvuna pale. Jangwani ni jua kali. Jangwani ni pakame. Hapana kivuli. Maisha yako yageuzwe. Usiwe jangwa. Penye jangwa pana huzuni.
Unamhitaji, maana wewe ndio mtangulizi wao, ndio kiongozi wao, ndio uwaonyeshe njia. Haleluya! Hauwezi njia kuipita ambayo hujawahi kuipita kwanza. Roho anajua kesho yetu, anajua hata mwaka kesho umebeba nini. Haleluya! Na kwa sababu hiyo, ruhusu ujazo wa Roho Mtakatifu. Atakapotujilia yule Roho, mahali pale unapoona pagumu, hapawezekaniki, hapana majibu, hapafai, Biblia inasema atakapomwagwa huyo Roho juu yetu, jangwa linageuka, linakuwa shamba. Sio shamba tu, ni shamba lizalo matunda. Na yanageuka linakuwa msitu. Maisha yako ili yawe na thamani, maisha yako ili jimbo lako lifaidi kiongozi, unamhitaji Roho Mtakatifu si kidogo. Rintana masekeri enderebo shakanta rando no mosekeri likendere bisho yondorobo sekente rando ramaya kishekenterebo sikiriribo zonda. Haleluya! Huyu Roho anayegeuza jangwa, Biblia inasema katika kitabu kile Isaya 11. Nilikuja hapa huko sababu umenijia, nafikiri salamu yangu ilikuwa hiyo 11:2. Biblia inasema na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri, roho ya uweza, roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Haleluya. Amen. Biblia inasema hizo sifa 7 Masihi alipaswa kuwa nazo. Mtakatifu wa Bwana, mambo mengine yumkini ya hayawezekaniki kwenye jimbo lako, ni kwa sababu Roho wa Bwana hayuko juu yako. Kama yuko ni kwa kidogo. Tumesema Roho atakapokujia nini? Juu yako. Unaona hii hadi haya. Huyo ujazo wako kiongozi. Tusiwahubirie watu kabla sisi hatujajuza hicho. Hii hapa sio watu wenye haraka. Sio mambo yako. Sio kuchoka tamaa. Sio vitu vidogo vidogo vile. Lakini Biblia inasema huyo Roho akikingilia juu yetu, leta majibu. Na hilo jibu atakapokujilia Roho wa Bwana. Huyo Roho wa Bwana ana hekima. Mambo mengine umeshindwa kuyaendesha, maana umekosa hekima ya Bwana. Mambo mengine umeshindwa kuyaendesha, maana huna ufahamu wa Mungu. Wewe unapambana kama jana, maana unatumia akili zako. Lakini Biblia inasema huyu Roho anatupa hekima ambayo Sulemani aliomba. Na Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo, yeyote ambaye amepungukiwa na hekima aombe. Omba hekima ya Bwana, hilo jimbo ni saizi yako. Umekosa tu hekima ya Bwana, umekosa tu ufahamu wa Bwana. Na Biblia inasema unapewa hiyo Roho, inaitwa roho ya ushauri. Watu hawaoni mahali pa kwenda, wamekuwa kama yatima, wamekuwa wanawake ni wakukimbia huku na kule, wanakimbia hapa, wakisikia kuna nabii fulani wao ni wa kwanza. Sisi wasimamizi wa wanawake tuko wapi? Rimandari andara mashekente ribo shakana marandorobo sikinte. Tunawalaumu wanawake, wamekuwa malaya wa kiroho. Leo wako hapa, leta majibu. Wale wanawake wana shida. Ninakumbuka kwenye mikutano yetu usiku tulikuwa hatuondoki, tunasema wanawake wasiona mimba ambao ni tasa waje hapa, yuko Mungu wa wanawake.
na wanawake walibeba mimba. Na mkumbuka dada mmoja anasema, jamani, mimi nimepata watoto, tulikutana kwenye msiba, uliniombea kwenye mkutano fulani, kimya section moja, nina watoto 2. Wanawake walikuwa wanaambia, wewe uende kwenye hiyo mikutano, maana wewe huna watu wa kukuzuia. Mungu akampa watoto. Amen. Haleluya. Wanawake wana shida ya uchumi, biashara zao haziendi vizuri. Fundisha, omba, jaa Mtakatifu, pata neno la Bwana, wainue. Biblia inasema roho wa ushauri atakaa juu yake. Wewe ni Masihi, wewe ni mpakwa mafuta wa Bwana, unao msaada. Biblia inasema huyo roho anaitwa roho wa nguvu. Ni nguvu ipi na mshinda roho wa Bwana? Ni nguvu ipi? Ni pepo lipi? Ni jangwa lipi? Ni bahari ipi? Ni mwamba upi? Ni ukuta upi? Rianda na masekete. Tutoke kwenye kawaida. Imebaki miaka michache kwa ajili ya miaka 13 ya moto wa uamsho. Sisi tunaitwa jeshi la Bwana. Sisi ni idara ya waombolezaji. Sisi ni idara ile ambayo inaitwa yote yanawezekana. Ili yale yasiyowezekana, tunaye Mungu. Sisi ni wale wanawake wa machozi, na Bwana hasahau wala hadharau machozi yetu. Roho ufahamu, jimbo lako linataka mahali umekosa hiyo roho inayoitwa ya ufahamu na roho ya kumcha Bwana. Haleluya. Leo yuko roho hapa kutugeuza sisi kwanza, ili tukawageuze watu wengine. Huwezi kutoa kitu usicho nacho. Huwezi kuwapa watu kitu ambacho wewe mwenyewe huna. Sisi hatuongozi wanawake wa kidini, tunaongoza watumishi wa Bwana wanaotegemewa kuigeuza dunia. Naomba usimame kwa miguu yako.